Yala Makonda kama ulivyosema ifungwe haraka, kwa sababu tele mwamuzi nilipomuona yule pale mwamuzi alikuwa anageuka nyuma angalie VAR, lakini anaangalia kuta mashabiki basi ngoja niondoke zangu. Alikuwa anataka kuchungulia pale Didier kafanya kitu gani? Umeona penalty ile pale, ile penalty na kadi nyekundu ile pale, na ndio maana wanashangilia, yani wamepiga kigoma kutoka Mgweni JKT mpaka Jangwani, wamefunga mtaa barabarani, maandamano sio rasmi. Wanasema kwamba ubingwa sasa muusahau, ubingwa bye bye. Nimesema vipi, umeelewa? Kwa sababu kuna mechi 10, tunajua mechi na JKT labda afanye mangumashi, lakini mechi na JKT pale pale Mbweni pale hawachomoki. Pale Mbweni, toka JKT imepanda daraja, Yanga kashamfunga pale Mbweni pale. Haja kumfunga pale. Hakuna mipango, umeelewa? Na ndio maana naambia vipi, wafikiria tu ile goli la Chama hilo, mpaka Didier Drogba kalizungumzia ile goli la Chama. Sio kama nyinyi mnatumia nguvu kubwa kuwaambia watu waliposti goli leo. Sasa tutumie nguvu kubwa. Tungetumia nguvu kubwa, yule Mwalgeria asingeposti, lakini mpira unakusha tu jioni yake yule Mwalgeria kaposti goli. Na huko duniani wameposti ile goli ya Chama. Kama angefunga Pacome Zizo, naomba tena mniambie watu wa Yanga. Kama hilo goli la Chama angefunga Pacome Zizo, size iko Muhimbili, kashatiwa madripu. Kwa nini? Haujui? Sasa ule mtu wa kucheza mpira pale yule kapiga machale tu ile sio. Kapigwa machale. Sio kapigwa chale, usielewa. Kapigwa chale ndio maana kaonesha vile. Lakini kama angekuwa amefunga ile goli ile pale, nitoleeni ingekuwa bye bye baba jini ile pale. Kwa Pacome Zizo, umri wako umruhusu kufanya vitu kama vile. Mchezo unaofuata wenu hapo mbele ni dhidi ya JKT, si ndio? Siku ya kesho naingia uwanjani. Mmejipangaje hasa nyie, na kama mlivyosema nyie mnachotegemea mpinzani wenu Yanga afungwe? Je, mmejiandaa kucheza mechi za wenzenu pia ama mtapambana na mechi zenu tu? Sisi tunachoangalia kwanza timu yetu kwanza jambo kwanza tunawapongeza sana wachezaji wa timu yetu kupambana, kuonesha kwamba wana uwezo, pamoja na kuwa ni mistake ziko ndogo ndogo pale, na mimi naweza nikamwambia tena nikampa maneno ujumbe tena Kapteni Shomari Kapombe kwamba ajaribu kuangalia sana yani katika kujipanga kwenye kona Mesia, kwa sababu kapteni ndio unaoangalia mapungufu ya timu, umeelewa? Wewe ndio mpambanaji, wewe ndio mzawa, lazima wachukue watu wapange kwenye maeneo tofauti. Hata kama ile goli la kwanza walisazisha watu wa Yanga pale, ilikuwa ni misa kitu ya Shomari Kapombe kwenda kumzuia kwa alikaba kwa macho kwenda kumgadi tu nani huyo Dube, kulikuwa kuna goli, umeelewa? Na vile mimi nampongeza sana, bado naendelea kumpongeza sana wachezaji wa Yanga kama huyo Shadrack Kiboka, umeelewa? Nao ndio waliotangaza na kusema ni bondia. Kwa jina kwamba yani mnusa hatari, umeelewa? Nisielewe kitu kimoja. Watu wa Yanga wanataka kusikia mara wapi. Unasemaje kuhusu Shadrack Kiboka? Nilimwambia Shadrack Kiboka kama ni bondia, hajui hata mpira, lakini kwa kwenda kunusa ile hatari ya Chama ile, wakati Ibrahim Baka huyu Mwamnyeto huyu na Patrick Mwenda tayari wameshapotea maboya, yani tayari na Diara kashapotea maboya. Huyu Shadrack Kiboka anaenda kufikisha mguu kwenda kutoa, inakuwa kona pale, ile nimeliondoa ile kwa sababu bondia, nasema ni mnusa hatari, umeelewa? Yanga hawana beki, lakini wana mtu mmoja tu, Shadrack Kiboka. Shadrack Kiboka nielewe. Shadrack Kiboka, Baka, Shadrack Kiboka, Mwamnyeto, Shadrack Kiboka, Mwenda, Shadrack Kiboka. Sasa niulize kwa nini Shadrack Kiboka? Sio mabeki, yani uniambie Yanga wale mabeki wote hamna kitu, Shadrack Kiboka ndo kawazidi. Unajua mchezaji lazima unuse hatari. Umeelewa? Uwe na alam katika kichwa chako. Yule mtu yule yani yule mtu yule Mesia mara ya kwanza kapunguza sana ile nguvu kama bondia. Alinisikiliza ujumbe wangu. Ndio maana ameshakuwa anaanza kumuelewa Shadrack Kiboka katika kunusa sehemu za hatari. Angalia hatari basi Gueye. Shuti la kwanza alianza kumgonga huyo Diala, umeelewa? Shadrack Kiboka iko eneo gani? Kakaa kwenye engo ambayo itaenda kupigwa mpira itakuwa goli, kakaa kwenye engo. Na ndio maana Libase Gueye akatumia akili ya ziada. Huyu ni mtembezi kutoka Tuangoma mpaka Mbagala mwisho. Lakini sasa
Sasa ukiangalia mchezo wenu wa dabi, mmeshacheza dabi nyingi sana na mlopata ushindi ni dabi moja na mmepata ushindi dakika za jioni kwa mkwaju wa penalty. Je, unahisi kikosi chako kinaweza tena kikaingia uwanjani na Young Africans? Tunahitaji hata mechi ya JKT Ruvu. Yaani ile ombi kwa bodi ya ligi. Kama wananisikia, tunahitaji mechi ya JKT Ruvu tucheze nao nyuma mwiko hapo. Mechi zetu zote zilizobakia, mechi zote 9. Tucheze nao nyuma mwiko, tuangalie nani atakayekimbia. Yaani mechi zote sisi. Na Yanga wao waombe mechi zote wacheze na Simba. Mawe. Ni muogopi. Kama atanyanyua mdomo wake alikame kuwaomba Simba, njoo chukua shilingi 50,000 kwangu mimi hapa. Kama atanyanyua mgonani mdomo alikame kuomba Simba. Lakini Ahmed Ally muda wote, masaa yote sisi tunahitaji ya watu hapa. Tuongee kimpira. Kuna kauli moja imesikika kwa washabiki wenzenu wa Simba wanasema zile goli mbili wangeanza kuzipata Yanga, nyie mngekula hata chuma 6 au zisingerudi kabisa. Washabiki wa Simba unajua asilimia kubwa sana kuna watu ndio maana wameingia katika mpira na wenzetu na washabiki wa Simba, maifluencer wa Simba wanakuwa hawajui matukio ya klabu ya Simba, hawafahamu. Hivi Said Ndemla wanamjua tu kwanza washabiki wa Simba maifluencer. Nimeona Mandala kasema nenda kamwambie Mandala ukitaka kuongea katika media menginewe jaribu kuangalia nimuulize nani nipigie simu ipaye ujini akupe za ndani sana afu ukitoka kwenye media uzungumze. Yanga wameshinda goli 3 bila. Cha kwanza goli kafunga Mlisho Ngasa mawili ambaye jana alikuwa jukwani kule eneo Mbweni, umeelewa? Kamera zilimuonesha. Na goli la pili alifunga nani Mesia? Alifunga Hamisi Kiza Diego. Unakumbuka ile mechi ile pale? Marehemu anaingia pale anavuta sigara. Anavuta kiko, anavuta sigara, anaingia uwanjani pale. Uwanja mzima mashabiki wote wa Yanga wanasimama wanampigia saluti, wanajua goli 6 zinaingia pale. Lakini kocha wa Simba ni Kibadena Jamhuri Kiwelo. Nakupa Mandala wewe anisikilizie hiyo vitu hivyo. Kocha Jamhuri Kiwelo na Kibadeni wanaingia katika vyumba pale, wanamtoa Abdulrahman Umudi namba 8 na Heri Joseph Sindika alichukua na fullback namba 8 alichukua center back. Anaingizwa William Galasi na Said Ndema. Nenda kaangalia kacheze clip hiyo pale. Goli anafunga Mombeki dakika ya kipindi cha pili kinaingia dakika 15 Mombeki anafunga goli. Goli la pili anafunga Gilbert Kaze. Nani anamjua Gilbert Kaze? Na goli la 3 Joseph Owino Gela. Goli la 4 refaria anapiga filimbi Hamisi Tabo anataka kwenda kushindia goli la 4. Kaangalie yani hawa mwaka wetu na hawa. Unajua wamesema lazima mgawane makombe. Yani hawa mwaka wetu mtakuwa mko tayari kuchukua kombe moja. Nani? Yeah. Yani hawa sisi lengo letu bado kombe la ligi liko pale pale. Wallahi nakwambia. Nimekwambia alama 5 ni ndogo zaidi. Wanaenda kushangilia pale lakini alama watakuja na wanalia na kusaga meno pale. Wewe goli limefungua mpaka milango ya mikopo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, milango. Goli la Chama.
Benki ya Dunia imefungua na itakopisha Tanzania wakitaka mkopo wa aina yote bila riba. Wewe uone kama nani nchi imepata mafanikio kwa goli la chama. Nchi imetangazika. Nchi imetangazika kwa goli la chama. Je, kama mashabiki wa Simba mlikuwa mkiulalamikia sana uongozi wenu. Tutegemee mwenyekiti wenu akigombea tena mitano. Kwa kamati ya utendaji yani watatusamea. Kwanza kwa kamati ya utendaji kwa sababu tunataka tuweke, kwa sababu uchaguzi wa klabu ya Simba unaenda kuwa uchaguzi tofauti na vilabu vingine vyote duniani. Kwa nini? Uchaguzi wa klabu ya Simba hakutakuwa na mwenyekiti. Kwa nini? Wala kamati ya utendaji. Kwa nini? Kupitia mabadiliko ya serikali, yani kupitia mabadiliko ya serikali wanayoyataka, wanataka bodi ya wadhamini ya klabu wao ndio wenye mamlaka, wao ndio wenye sei ya mwisho. Yani kwa sababu tunakwenda katika uwekezaji, umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo bodi ya wadhamini, yani bodi ya wadhamini ndio itakuwa ina nafasi kubwa ya kuendesha klabu ya Simba. Kutakuwa itakuwa kama ya Manchester United. Tutakuwa kuna bodi ya wadhamini, umeelewa? Ambayo wajumbe wake wasizidi 8, wasizidi 7, ina maana ni 7 kushuka chini. Wale ndani yao anatoka mwenyekiti. Mwenyekiti yule anakuwa anasimamia hisa moja, wakati klabu ya Simba inasimamia hisa 99. Mwekezaji anakuwa na 51, anakuwa na 49, umeelewa? Kwa hiyo tunavyokwenda hapa sasa nashindwa kukuelewa kidogo. Ni kwamba nyinyi kama nyinyi mmeamua timu kumkabidhi Mo Mazima kama kwa maana hiyo. Yaani watu wote watakuwa wanatoka kwake. Sio kwa bodi ya wadhamini, yani bodi ya wadhamini ndio wenye mali ya klabu ya Simba. Bodi ya wadhamini wanakaa na wawekezaji. Umeelewa mpaka hapo? Swala la mwenyekiti kwenye klabu ya Simba hakuna. Na kamati ya utendaji kupitia yale miaka 4 ambayo waliofanya kazi pale, hawana cha kujifunia katika klabu ya Simba. Umeelewa? Tunataka tuweke na tunaenda mbali zaidi. Kwa sababu bodi ya wadhamini ya klabu ya Yanga kuna baadhi ya mawaziri wako ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo inaashiria kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba yake inaruhusu hivi vitu vipo, umeelewa? Haizuii mtu kuwa na madaraka katika mpira. Kwa hiyo sisi tunaenda yani mimi unaponiona mimi ndaenda kumchukulia fomu, kuna waziri ambaye simtaji kwa sasa. Simtaji kwa sasa. Ndio niulize, yani ngoja tarehe, yani tarehe za ndani waziri gani za ndani ndakupa yani nje ya kamera. Lakini kuna waziri ambaye nataka aje kuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba kwa sababu katiba inaruhusu. Taja tarufu yake ya kwanza. Sitaki. Waziri yuko madarakani, yuko kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye serikali ambayo inaongozwa na mama yetu mwanamichezo namba 1. Siwezi kumtaja kwa jina, lakini nafanya mpango. Anaipenda Simba. Anaipenda kindakindaki, yani ukimpasua hapo kwenye moyo Simba. Nafanya safari, naungana na watu mesia kutoka Dar es Salaam, kutoka Mwanza, kutoka Magu, kutoka wapi, tutatinga Dodoma, tutaenda kumshawishi, tutamchukulia fomu. Hilo syndicate hilo. Chini ya carpet. Sasa kwa nini umetaja mikoa miwili hapa? Tumetaja mikoa kwa sababu kuna watu ambao wameshanipigia simu. Wameniambia yani kutoka kwanza Mwanza kule. Mwanza kuna watu wameshanipigia simu, bwana Mwaipa, bwana umeelewa? Jaribu kumshawishi mheshimiwa huyu hapo, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaruhusu kwamba hata waziri unaweza kuwa kiongozi kwenye klabu. Umeelewa? Na sisi tunataka twende mbali zaidi. Hatutaki kuwaweka wanachama ambao msingi wao mtu anaweka 10 za miogo hadi kuchukua bodi ya udhamini kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo wakati goli bora linatambaa dunia nzima, goli bora tu peke yake. Tumalizie basi hapa. Taja herufi moja tu ya huyu. Sihitaji kutaja herufi moja hata ya mwisho. Nyie mnauza habari hapo. Hata ya mwisho. Yaani hiyo utakuja kunioji, yani ngoja ligi ishe. Basi tupe kidokezo chochote watu wahisi hata ni mtu fulani. Hujataja jina hisi wahisi. Yaani nikitaja jina hapo msiane. Yani kwanza yuko kitengo gani waziri? Yaani yuko kitengo nyeti sana. Na kuna mawaziri, sio achana na waziri huyo mmoja tu, umesia. Nimetumwa kabisa nimetumwa na mashabiki na wanachama klabu ya Simba mikoa mbalimbali kwamba wale mawaziri walioorodhesha wale, kuna mawaziri kama 7 hivi. Hii kwa sababu umeona wenzenu wa karibu sana mawaziri na nyinyi mnado. Tumeona kwamba kumbe ni amani. Umeelewa?
tumeona kwamba mbona hakuna purukushani hata bodi ya ligi, hatuona hata TFF kama hawasemi kama labda haitakiwi, sio labda viongozi wa serikali tu kuingia katika masuala mpya. Tumeona ukimya. Sasa ukimya, na sisi tunatumia loophole hii hapa ya ukimya kwamba bwana ruksa hiyo, tumeona ni ruksa hiyo, na tunavyoenda kuwataja mawaziri hao ambao tawachukulia fomu, tutaitisha press kubwa kabisa na vyombo mbalimbali vya kimataifa vitaingia ndani ya Dar es Salaam. Tutaripoti tukio kubwa zaidi ambalo na mawaziri hao tuliowaambia tutakuwa tumeshachukulia fomu za kwenda kugombea huo nafasi ya bodi, wajumbe wa bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba. Hatutaki kumuona raia yoyote ambaye anachukua fomu siku hiyo. Wanasumbua hao, wanasumbua wasumbufu. Mangungu. Nimekwambia wasumbufu. Nimeongelea jina moja Mangungu. Wasumbufu. Hataki. Hamtaki Mangungu? Nimekwambia tunataka mawaziri safari, ndio wewe bodi ya wadhamini ya klabu ya Simba. Hamtaki Mangungu? Tunataka mawaziri. Hataki raia. Hataki raia kabisa. Tumechoka na raia. Tumechoka na raia, tunataka mawaziri. Kwa sababu sehemu nyeti pale. Bodi ya wadhamini sehemu nyeti. Sio mtu ovyo anaingia pale bodi ya wadhamini pale. Umeelewa? Sio mtu una tano lako la mkao unaingia pale kwenye bodi ya wadhamini pale. Unatusumbua. Hataki usumbufu safari. Kwenye mawaziri. Tuna timu nzuri. Tunataka bodi ya wadhamini itaongozwa na mawaziri. Mawaziri hao ni wote? 7, wote 7. Yoyote ule waziri yote. Damu ya ukimchana hapa damu ya Simba. Hata mheshimiwa waziri mkuu. Nimekwambia ukimchana hapa damu ya Simba. Yaani ukimwona unamchana hapa damu ya Simba. Na ndio maana sitaki kuweka majina hadharani kwa sababu hiyo ni syndicate. Yaani hiyo ndakuja, kuna press itafanya kubwa kabisa hapa. Najua wewe utaalika waandishi wa habari kutoka mpaka duniani huko. Mpaka wenye walioposti goli letu la chama pale Algeria utawalika. Tunakuja kufanya press kubwa. Tutakuwa tumeshatembelea waziri mmoja baada ya mwingine, tutamshawishi kuangalia umuhimu wa tukio ambalo anaenda kulifanya ile tukio, kwa sababu wanachama klabu ya Simba wako wengi zaidi katika nini, zaidi ya milioni. Ukiona nchi ya Tanzania ina wananchi zaidi ya milioni 50, basi unajua 45 ni mashabiki wa klabu ya Simba. Wamenituma mimi hapa hiyo kwamba safari hii tunaenda kuchukua mawaziri ndio watakaa katika bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba. Basi nikushukuru sana. No doubt. Kuna lolote utawaambia wana Simba? Wana Simba waambie Mandala, mdogo wangu Mandala, ukitaka kuongea na media, ukisema comeback ya hawa ni mwamwiko wao, kama unawapaisha tu, nimeshakupa comeback kama 3 hivi. Kuna zaidi ya 7 zipo hizo. Za kina Adam Sabu hizo, kina George Kulagwa, kina Thuoni Ali. Sitaki hata kutaja majina mengine hapa, patakuwa shida. Basi nikushukuru sana. Asante sana.